Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Mandugu zangu wapendwa, madada zangu wapendwa, marafiki wa Yesu waliopendwa na Mungu, ambao wamejaliwa kuiona siku mpya, ambao tena wamejaliwa kuiona jioni njema, ambapo ulipoamka ni Mungu aliyekuamsha, na tena imefika usiku, tena Mungu amekurejesha ndani ya nyumba yako. Unapaswa kumshukuru Mungu siku zote, kwa sababu amekupitisha katika majanga tofauti tofauti sana, ambapo wewe haungeweza kufanikiwa kuyapitia. Basi siku ya leo naomba tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wakati huu. Hii ni siku njema, siku kuu ambayo Mungu ameandaa mimi na wewe, ili tuweze kupatania hapa madhabahuni, tuweze kujifundisha maneno mawili matatu. Najua kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanausumbua moyo wako. Kuna mambo mengi yanaweza kukukera. Popote ulipo hauna amani moyoni mwako, unakosa kuelewa ulikosea wapi ama ulianzia wapi, ndiposa ukaharibikia mahali. Yaani ulianza vizuri, lakini kumaliza imekuwa ni matatizo. Unamaliza na ugonjwa, unamaliza na vita, unamaliza na umaskini, unamaliza na mambo ambayo hayastahimili kabisa, hadi unakosa kuelewa tatizo liko wapi. Ulianza kazi vizuri, lakini kazi imeisha tu ghafla. Kaanza biashara vizuri, biashara zimeisha tu ghafla. Uelewi ni kitu gani kinachoendelea katika maisha yako. Hujui ni wapi umekosea, hujui ni nani uliyemkosea, ama ni nani uliyemfanyia mambo maovu, ambapo hiyo laana inakufuata. Mpendo wangu, katika siku ya leo nahitaji tuweze kusemezana na wewe mawili matatu, ili tupate kuelewa kwamba ni kitu gani kinachoendelea ndani ya maisha yetu, ama ndani ya maisha yako wewe. Unatamani sana uinuke, lakini kwa wakati unavyotamani uinuke, hivyo ndivyo unavyozidi kutitimia. Unatamani sana uwe na ndoa mzuri, lakini jinsi unavyotamani uwe na ndoa mzuri, ndivyo unavyozidi kukuwa na ndoa ya vita. Unatamani sana uwe mzima, lakini jinsi unavyong'ang'ana uwe mzima, hivyo ndivyo unavyoendelea kukuwa mgonjwa. Unatamani sana uwe salama moyoni mwako, lakini kwa wakati unavyoendelea kutafuta uwe salama moyoni mwako, hivyo ndivyo moyo wako unazidi kusoroteka siku zote. Kwa sababu gani? Haya mambo yote leo hii nataka tuweze kuyazungumzia, ili tuweze kuyachunguza. Ni kwa nini wewe unateseka, ama ni kwa nini wewe unahangaika kila wakati? Je, ni laana ya wazazi wako? Je, ni mambo gani uliyoyafanya, ama ni wapi ulikokosea, ama ni nani uliyomfanyia maneno maovu? Labda kuna kitu fulani ulichokifanya, na labda hicho kitu haujakitekeleza vizuri. Sikatai unaingia kanisani, unajua kuomba vizuri sana, unajua kuimba, unajua kucheza, unajua kuomba. Ukianza kuomba, naomba hadi watu wote wanasimama, unalia kweli kabisa, machozi yanatoka. Lakini cha kushangaza ni kwamba wewe haupo karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani nikwambia kwamba haupo karibu na Mwenyezi Mungu? Ni kwa sababu gani? Kwa sababu wewe unapoingia kanisani, unaingia kanisani kwa ajili ya kuomba, unaingia kanisani kwa ajili ya kutubu, unaingia kanisani kwa ajili ya kutoa mchango wako, unaingia kanisani kwa ajili ya kuitoa ile sadaka kutoka kwako. Unatoa sadaka ili ufanikiwe, unatoa sadaka ili mambo yako yaende vizuri, unatoa sadaka ili ufanikiwe, ili upate kazi, ili upate kazi mzuri, ufungue biashara mzuri, uishi vizuri na familia yako, upatane na watu walio wenye vyeo vya juu, watu wenye umuhimu, ili wakulee katika maisha yako. Lakini mpendo wangu, imekuwa ni matatizo. Yaani inakuhangaisha usiku na mchana. Sijui ni kwa nini unawaza sana, hadi unafika mahali mpaka unaanza kujiuliza maswali. Kwani ni Mungu akuoni? Na ni kitu gani ambacho umemkosea Mungu? Na je, huyo Mungu ni lipi ulilomfanyia mbaya, ambalo kila wakati ukikuja kuomba hakufanyii? Umekuja kuomba upewe mke, haujapata, ama ukipata unampata yule ambaye ni wa vita kila siku. Unapomtafuta mume mzuri kutarajia kwamba utapata mume mzuri, kumbe yule uliyempata kila siku ni vita. Kama sio vita ni magonjwa, kama sio magonjwa ni umaskini mtubo, kama sio umaskini ni matatizo mengine tu. Yaani kila kitu unachokifanya hakiendi sawasawa na jinsi wewe unavyotarajia moyoni mwako, hadi unakosa kuelewa unamuomba Mungu wa aina gani.
na kutambua vizuri sana, ulifanya maamuzi yako ya kuingia katika njia za waganga. Umejaribu waganga, umejaribu wachawi, umejaribu njia tofauti tofauti, hata umejaribu kukuwa mwizi kidogo, hata ungeuawa kwa sababu ya kutaka kitu kwa nguvu, hadi umechanganyikiwa, umefika kwa point ya kusema ya kwamba ni afadhali sasa nijiangamize tu. Hata kuna mwingine ambaye ndio dada ameamua sasa hata kuliko kuoa ni afadhali sasa aamue kujiuza tu yani. Yani unaona ni heri kujiuza kuliko kuendelea kutafuta ndoa. Maamua kufanya kazi ya umalaya tu. Kama wewe ni kijana sasa umeamua kwamba hautaoa, sasa umefanya ya kwamba kitu kitakachofanyika wacha kikuje tu, badala ya kutafuta kazi, badala ya kuendelea kumtafuta Mungu, umeamua sasa ni afadhali tu ukue mwizi, ukue tu jambazi zuku. Umeamua kuangamiza watu wasiokuwa na makosa, umeamua kuwanyang'anya watu mali zao wasiokuwa na makosa. Sio ya kwamba umekatwa mikono, zile mikono ulizopewa ndizo unazotumikia kuwanyanyasa wale wengine. Hata jana ulikotoka ulimwangamiza mwingine, ulimwibia mwenzio bila sababu. Hata pia wewe dada ukamwibia mwenzako bila sababu, kamwibia mume wenyewe bila sababu yoyote. Hayo mnayafanya ndiyo yanayomkasirisha Mwenyezi Mungu kila siku. Mungu anazidi kukasirika kila wakati, maana anajua kwamba hata akikupa hautabadilika, hata akikufanikisha hautaendelea kumtafuta, bali utamsahau. Lakini je, tutafanya vipi ndiposa Mungu awe pamoja na sisi? Ama tutakuwaje ndiposa Mungu awe na mahusiano bora na sisi? Ni kweli kabisa, tulizaliwa na baraka zetu. Hakuna yule anayezaliwa akiwa maskini. Kila mtu anazaliwa akiwa na baraka zake, lakini kwa sababu ya kufuata vitu vya kidunia, basi vinatupoteza. Na Biblia inatuelezea vizuri ya kwamba duniani kuna makundi mawili, na ufalme wa mbinguni unaelekea kwenye kundi ndogo, wala sio kundi kubwa. Kuna kundi ndogo na kuna kundi kubwa. Lazima ujue kwamba utajiri wa mbinguni unaingia kwenye kundi ndogo. Ukitaka kufanikiwa vizuri, ni lazima uwe mpole, lazima uwe mtiifu. Unaweza kufunga, unaweza kukesha, sikatai, unaweza kusherekea mikutano zote za Injili, lakini cha kushangaza ni kwamba haupo pamoja na Mwenyezi Mungu, ila uko pamoja na Ibilisi. Ibilisi unayemtukana kila siku, ukimkana kwamba ashindwe, yule ndiye uliye na yeye, lakini haujafahamu. Kwa sababu gani hujafahamu? Ni kwamba hivi muonekano wako, mavalio yako, kutembea kwako, kuzungumza kwako, mambo yako yote yanamwakilisha Ibilisi, wala sio Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendo wa Bwana, nazidi sana kukupasha haya ili upate kuelewa zaidi, ili upate kufanikiwa katika njia zako na uwe salama. Ukitazama katika Biblia yetu takatifu kwenye kitabu cha Wakaladia, sura ikiwa ni ya 6 mstari ukiwa na wa 7, Paulo anazidi kuambia watu ya kwamba Mungu hadhihakiwi. Kwa hivyo napaswa kuelewa kwamba Mungu hadhihakiwi, maana Mungu ni yule wa milele. Na anazidi kukuambia ya kwamba Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendo wa Yesu, kama jinsi nilivyokuwa nikiwaelezea, unapaswa kuyashika haya yote na kuyaelewa kwenye Wakaladia 6:7, ambayo Paulo anazidi kuelezea wa ulimwengu ya kwamba Mungu hadhihakiwi, na anazidi kusema ya kwamba hapandacho mtu ndicho atakachovuna. Na akiendelea katika ule mstari wa 8 anazidi kukuambia kwamba apandacho mtu ndicho atakachovuna, na yule atakayepanda kwa mwili basi atavuna kwa mwili, na yule atakayepanda kwa roho basi ni lazima atavuna kwa roho. Kwa hiyo inakutegemea wewe umepanda ya wapi, umepanda kwa mwili ama umepanda kwa roho. Basi tuendelee katika sehemu yetu ya pili ili tufahamu mengi zaidi kuhusu injili ya kiroho. Utafahamu sana ni kwa nini unateseka. Basi nifuate kwenye sehemu ya pili ili tuweze kuelewa ni kwa sababu gani unateseka, kwa nini huwezi kufanikiwa. Ubarikiwe sana. Niite mchungaji Luka Sefania. Shalom.